abasa abagete na buchinguru cheito biyamano sana abasa aba inubu na mora chinguru cheito yanda arimo kwana na mayaya ari abaye bintu morete gocha ga motorete aya basa kibako nyagwe panga gwe bintu batoratere etangicha square tunyagotera number 100 aya natera wana etangicha square ga kibaba kuwatafu
chekipindi kikochoswa busu kabo mudai tunyale kokura bia twasabira mukase Kristo mutorito. Mwigo kiria samatera ndoko batengambia mwana bali babere bagotera mubarikiwe sana. Bona asichinga kiechi nigo tokwire gipindi ka sabana narigo sababu na bari mu bari babana igo mama itebuna mogenda tegotene nabunko babarira tore jidageka kanga bone bosia igankare muna bateti mochoke igo tubwata abana babere bakwegera se chumengima abo twariko bari bageri batote bingi babere bagokora na torango buna ogo cheka mbie weekend mango gatene cha sabana baitone ntu abanyene kose enega sia bose kabego karka se chumengima igo na bana ariko sababu na bari mu baba basoye bosia erinde batura ese gepindi ge kobwati. Hello? Revival and information. ¿Tú sabes? Muchas gracias, Nasa, pero ni enviamos a hacer ni sube igual. Enviamos a hacer ni tuvo a tocarme. Tuvo más para todo el mundo, todo el gas cambio. Entonces, cuando le tuvo a robar igual moneda. Cuando no íbamos a hacer cambio, llegué, me llegué en dimo. Moneda, cuando me ringa que puedo cambiar con el case, wiki ya cambio que acá le sube igual. Cuando moneda naenda pero todo mucho tanto le pide que abana, cuando bro me come que no atrás. Ansia moneda ya va a ver se wiki moneda ya va con la huelga yo. Ini abane que muy. Yo todo saco, todo lo tuvo que tener yo bien. Na va a tener la. Ansia moneda va a agregar yo pues igual se me agrada eso. Cristo yo como todo listo. In front of you are children from Eternity Center, ready to present you a poem entitled Yes, it's sit back, relax, and enjoy. Where do you come from? I came bouncing like a morning star. Mother was saving, a month later, father died. Followed by our newborn baby. Oh, it's can't you have mercy? Cries of children are hard from their homes. No one is there to take care of the young ones. Where do we run to?
Where do we hide now? Oh, it's country of mercy. Father and Mother. In front of you are children from NIU Center, ready to present you a poem entitled Yes, sit back, relax, and enjoy. Welcome. During this time of COVID-19, my friends, may our Almighty God remember you like, favor you like Moses, honor you like Mary, Fight for you like Israelites. protect you like Joseph, use you like Naaman, use you like Paul, Intercede for you like Esther, protect you like Daniel, answer you like Elijah, anoint you like David, save me like Shadrach, Meshach, Abednego. Thank you. Mr. Samuel Bariki hapa. To be planned for, therefore, the Bible says, rejoice in the Lord always, again and again, please. Ile ya program ya My name is Becky. My memory verse comes from the book of Psalms 55 verse 22. It says, let all your troubles with the Lord and He will be with you. He never lets honest people be defeated. Say amen. My name is Goya. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis 600 year when the flood was came in the Psalms 5 verse 3 it said, hear my voice in the morning, at sunrise I offer my prayer. Say amen. My name is Sandrine. And I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis 8:15 to 16. It says, God told Noah, go out with your wife, your sons, and their wives. Say amen. My name is Andrew Buchan. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 7 verse 3. It says, trust in the God and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. My name is Joshua Mendeka. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Jeremiah 17 verse 7. And it says, but I will bless those who trust in my name. Say amen. Shuleni.
Tegera namwe meki abana barokora. Mbele yenu ni watoto kutoka kanisa la Itangitwa waletile shahidi nenye mada na tunashukuru kajonjo kadede na sibandu kitoi. Tunashukuru Mungu wetu kwa umbali huu. Wengi walitarajia kufika hata leo makambi ya mwaka huu, lakini haikuwezekana. Yafaa tushukuru. Twasherehekea makambi haya sisi watoto wadogo pamoja na wazee, kwa sababu tulikuwa tumekata kanisa, lakini Mungu atuachi kama. Yafaa tushukuru. Tunashukuru Mungu kwa umbali ametuleta, ni wengi walitarajia kufika hata leo makambi ya mwaka huu, lakini haikuwezekana. Tunashukuru Mungu kwa umbali ametuleta, ni wengi walitarajia kufika hata leo makambi ya mwaka huu, lakini haikuwezekana sababu wengi wetu wengine kwa magonjwa mbalimbali, wengine kwa ajali, wengine kwa ndege na ya kutisha sana ambayo haiogopi matajiri. Twasherehekea makambi haya sisi watoto wadogo pamoja na wazee, sababu tulikuwa tumekataza kanisa, lakini Mungu atuachika. Pamoja na wazee, sababu tulikuwa tumekataza kanisa, lakini Mungu atuachika. Sababu wengi wetu wengine kwa magonjwa, wengine kwa ajali, wengine kwa ndege na ya kutisha sana ambayo haiogopi.
Hello? Hello? Revival and the Reformation. Hii ndio timu ilikuwa katika makambi ya mwaka huu. Okay, wakubwa kwa wadogo, wana na binti katika ufalme wake Mwenyezi Mungu, hamjambo. Hamjambo. Akimogo itabangora ya. Mogo waketako ba. Ebile bipindi abana babo bagasome wiki yengima orocho gocha kwabo gakware ngasara. Asengeje chinga kichigotominyokia binge bacha kwaorokia, lakini kwa sababu programs ni mingi, so hatungeweza kuleta vipindi vyote, lakini hata hivyo tumeleta baadhi ya yale ambayo walijifundisha wiki mzima. Naambiwa niko na dakika moja, so mnisikize vizuri sana. Ningependa kuwapa muhtasari wa yale watoto walisoma kutoka Monday mpaka siku ya jana ambayo ni Friday, na sitaguzia kila kitu. Siku ya kwanza ambayo ilikuwa Monday, tulisoma kuhusu kijana mmoja ambaye anaitwa Josia. Josiah anapatikana katika kitabu cha 2 Kings 22 to 23. Pia ukisoma 2 Chronicles 34-35 utapata hiyo hadithi hapo.
Tunaona ya kwamba Josia alichaguliwa akiwa mtoto mdogo wa umri wa miaka 8 na akatawala kwa kipindi cha miaka 31. Tunaona ya kwamba Josia alifanya kile ambacho kilimpendeza machoni pa Mungu, na ndio maana tunamuona ya kwamba anafanya kile ambacho kilikuwa right before the eyes of God. Nitaenda msomo hiyo hadithi, sina wakati ningeelezea zaidi, lakini topic yetu ya siku hiyo ilikuwa inasema ya kwamba doing the right thing as children, kufanya kile ambacho ni kizuri kama watoto. The boy who became a king, huyo ni Josiah. Siku ya pili ambayo ilikuwa Tuesday, tulizungumzia kuhusu msichana mmoja ambaye aliweza share kwa Kiswahili ni aje? Okay, msichana mmoja ambaye aliweza kushare our faith. Tunaambiwa kwamba there are no age limits for our faith. Na tulizungumzia kuhusu jamaa mmoja ambaye anaitwa Naaman. Naaman, jinsi ambavyo unavyojua, alikuwa ni jemedari wa jeshi, lakini kile ambacho kilimkwaza kidogo ni kwamba alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Alikuwa na ugonjwa wa ukoma ambao ulikuwa ni shida katika maisha yake. Naona kuna msichana ambaye alikuwa mjakazi, akapata habari ya kwamba kuna nabii wa Mungu kule Israeli ambaye anaitwa Elisha, ambaye angeweza kumwondolea shida hiyo. Na baada ya hiyo barua ikaandikwa kutoka nchi ya Arabu kuelekea Israeli. Na tujue ya kwamba hizo nchi mbili ni nchi ambazo walikuwa maadui kwa sababu ya vita vya hapa na pale. Naona ya kwamba mfalme wa Israeli alipopokea hiyo barua ya kwamba jemedari wa jeshi anakuja upande huo kwa minajili ya kupata tiba kwa ugonjwa wa ukoma, aliweza kushtuka kwa sababu alifikiria kwamba labda ni vita ambavyo vilikuwa vinaandaliwa. Lakini tunaona ya kwamba Naaman baada ya kukutana na Elisha kupitia kwa mkewe, kupitia kwa huyo mjakazi ambaye aliambia mke wa Naaman kuhusu Elisha, tunaona ya kwamba Naaman anaponywa ugonjwa wa ukoma, na kwa sababu hiyo anamtukuza Mungu kwa makuu ambayo alimfanyia. Na naona yeye pamoja na jamaa yake wanaamua kumtukuza Mungu wa ukweli kwa makuu ambayo aliwatendea. Siku ya tatu tulizungumzia kuhusu kijana mmoja ambaye anaitwa Joseph. Namuelewa vizuri sana katika Biblia. Yetu ilikuwa ya kwamba trusting God in all circumstances. Joseph, the young boy who was sold by his brothers to Egypt. Kijana Joseph, namuelewa, alikuwa mtoto wa hiyo kengele na maanisha nini? Niwachie hapo. Niwachie hapo ama niendelee? Hiyo ni warning. Ilianguka? Asante. So Joseph alikuwa mmoja wa watoto wawili wa Jacob. Na tunaona ya kwamba babake alikuwa anampenda sana kiasi kwamba kuna vazi ambalo alimtengenezea linaloonyesha uhusiano wake na huyo mtoto. Ndugu zake hawakusikia vizuri kuona hayo. Na tunaona ya kwamba kama ya kufanya nini? Ya kuweza kumuua. Lakini tunaona ya kwamba Ruben anasema, anakuja na wazo mzuri, anasema ya kwamba kwamba sio vizuri tuweze kumuua, lakini tuweze kumrusha kwenye kisima ambacho hakina maji. Tunaona alikuwa na mpango ya kwamba aje aweze kumuokoa. Tunaona ya kwamba Joseph aliweza kuuzwa kwenda Misri kwa mtu mmoja ambaye ni tajiri, ambaye anaitwa nani? Hello? Huyo
na tunaona ya kwamba ile shida ambayo ilimpata kule, jamaa akamalizia gerezani, lakini tunaona ya kwamba Farao alipoota ndoto, Joseph aliweza kumsaidia kutafsiri, na tunaona ya kwamba tafsiri ya ndoto hiyo ni kwamba njaa ingekuja ambayo hakungekuwa na chakula na miaka mingine 7 ambayo ingekuwa ni miaka mizuri. Tunaona ya kwamba alipeana ushauri ya kwamba waweze kuweka vyakula ili waweze kukabiliana na janga la njaa litakapokuja. Wakati njaa iliingia katika pande zingine za ulimwengu, tunaona ya kwamba Misri iliweza kupata msaada, miongoni mwao wakiwa ndugu zake ambao walimuuza kwenda Egypt. Joseph anapoona ndugu zake anawatambua kwa umbali, kwa sababu ilikuwa imepita miaka karibu 10 hawakuwa wamefanya nini, hawakuwa wameonana. Swali analowauliza ni kwamba baba yangu yuko salama. Jamaa wakashangaa, ni nani huyu anauliza hivi, lakini baadaye aliwaambia kwamba ni mimi Yusufu, yule ambaye mlimuuza kwenda wapi. Naona ya kwamba Joseph akakuwa wa msaada mkubwa, kwa sababu alipotafsiri ile ndoto, Farao alimpandisha cheo cha kuwa prime minister katika nchi hiyo, na wengi walipitia kwake, na tunaona ya kwamba alimwamini Mungu katika nyakati zote, na Mungu akakuwa wa msaada mkubwa sana katika maisha yake. Siku ya 4 ambayo ilikuwa ni jana, juzi tulimzungumzia kuhusu msichana mmoja anayeitwa Esther. Esther, mnaelewa hadithi yake vyema, ni ndefu, lakini mkitaka kusome Esther 4 chapter 4 hadi chapter 8 tutapata hiyo hadithi hapo, vile ambavyo alikuwa daraja kwa ajili ya kuokoa watu wa Mungu. Na kwa wakati huu ni watu wa taifa lake ambao walikuwa taifa la Juda, ambao walikuwa wamepangiwa kuangamizwa. Siku ya jana ambao ni siku ya maandalio, tulizungumzia kuhusu Danieli, na tunaelewa hadithi ya Danieli vyema, vile ambavyo alisema kwamba hawezi kutia mwili wake najisi kwa minajili ya kula vyakula ambavyo vilikuwa vimeandaliwa katika nyumba ya mfalme. Na kwa sababu hiyo tunaona ya kwamba Daniel alisimama imara katika imani yake, na kwa sababu ya msimamo huo mfalme akampandisha cheo na akamfanya kuwa wa mamlaka zaidi. Tunapoona ya kwamba maadui wake wakapanga njama ya kuweza kumwingisha kwa mtego, na tunaona kwamba ni sababu walikuwa wamesikia wivu. Baada ya hayo tunaona ya kwamba njama hiyo iliweza kutimia, kwa sababu sheria ilipitishwa ya kwamba yule ambaye hataweza kumwabudu mfalme angeweza kurushwa kwa shimo la simba. Na tunaona ya kwamba muda ulipotimia ili mfalme aweze kuabudiwa, tunaona ya kwamba kulikuwa na vijana wengine 3 ambao mnawajua, Shadrach, Meshach na Abednego, lakini wao hawakusujudu kwa minajili ya kuabudu mfalme. Sababu hiyo mwenzetu Danieli akapiga shimo la simba, na tunaona ya kwamba mfalme hakuwa na usingizi, kwa sababu aliwaza usiku mzima, kwa vile hakuwa anajua hatima ya Danieli ni gani. So asubuhi iliyofuata akaamka mapema kwenda katika sehemu hiyo, na alipofika kule alipata ya kwamba Daniel hakuwa amedhulumiwa na simba, na wale maadui zake wakarushwa hapo, na tunaona ya kwamba hakuna hata mmoja aliponea. Kwa hivyo nini tunajifunza kutoka hapo? We are supposed to pray times of crisis, na Mungu husikia kilio cha watu wake ambao ni wenye haki. Sitaendelea zaidi, ningependa kuwatakieni kila laheri. Hayo ndio tuliojifunza juma mzima, na Mungu awabariki.
Kwa majina naitwa Lamek Nyandieka kutoka kanisa la Riverside. Nilipewa salamu lakini nikaziweka mpaka siku ya leo nikijua ya kwamba leo ndio tutakuwa wengi. Hello. Revival and Reformation. Sawa sawa, asante. Hebu tuombe kwa matangazo. Mungu, tunakushukuru kwa neema nyingi ambazo umetuletea. Tumeona wengi wetu wamefika katika makambi haya na tunaomba baraka tele. Kwa haya machache tumeomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Sabato ijayo tarehe 24 itakuwa sabato ya Adventist Campus Ministry. Adventist Campus Ministry wale wanahusika na hilo jambo. Kambu committee itakutana leo baada ya kula chakula cha mchana pale mahali tunatengenezea chakula na mahali tutakulia. Kwa hivyo kambu committee members baada ya mulo mubaki ili tufanye analysis ya kambi. Ambassadors, kuna wetu walitoa pledges. Deadline ilikuwa end month ya last month nimepita. Tafadhali wale walitoa hizo pledges muone mumezitekeleza kwa treasury. Msipofanya hivyo sabato ijayo tutawasoma majina yenu hadharani. Kuna mtoto anahitaji kuombewa. Jina la mtoto ataombewa nyumbani. Sisi huwa tunaombea watoto nyumbani tangu COVID. Hapo ndio imetuweka. Kwa hivyo sabato ijayo asubuhi mtoto Sandra Kemutumasese ataombewa. Mzazi mama ni Mary Philemon. Papa mzazi anaitwa Philemon Mabuka. Sasa tunaenda kutoa zile ambazo tulitangaziwa tangu kambi ianze. Mmeona watoto wetu wengi wamekuwa hapa mbeleni na wameonesha yale walisoma. Kama fedha zingekuwa hapo ni mengi wangetekeleza. Hata hao walimu wangewapatia certificate ya attendance na performance. Wamekuwa wakifanya mitihani kila siku. Kwa upungufu wa fedha haya hayakuwezekana. Kwa hivyo Deacon na Deaconesses muche mbele msimame na vile vyombo vya kukusanya sadaka. Tunaenda kukusanya sadaka ya watoto. Hebu tusimame Deacon na Deaconesses.